Hapa kuna kitu napenda kuzungumzia kuhusu watu wenye umri zaidi ya miaka 50. Katika mwili wa binadamu kuna vitu mbalimbali, haswa saizi kuna matatizo haya ya BP. Watu wanakuwa na BP ya juu. BP ya juu ni mbaya sana na inakuwa na vyanzo mbalimbali. Na vyanzo vyake vyote hivi, kuna vyakula vitano mtu anaweza akala na akaona mwenyewe kwamba anaweza akamiliki BP yake isipande kwa muda mrefu sana na akawa na hali nzuri tu ya uwiano wa BP yake. Kwa hiyo kitu ambacho nitawashauri na video hizi 5, ya kwanza nitakuja na zingine 4 Mungu akinijalia. Kila video nitaongelea chakula kimoja, aina fulani ya chakula lishe, kusudi kile kitu ambacho unakula kuingia kwenye tumbo ni chakula. Iwe ni cha maji, iwe ni cha nini, ila ni chakula. Kwa hiyo hapa nitakuja kuzungumzia kwa leo kitu ambacho kinaitwa prostaglandin, ambayo ni tatizo kubwa sana la kuchachua ama kusababisha tatizo la BP kuwa juu. Na pia kuna kitu ambacho kinaitwa arterial calcification, yani calcium kuwa nyingi katika mishipa damu, pia naye ni chanzo kikubwa cha kuweza kuleta matatizo haya ya BP kuwa juu. Na pia angiotensin tu pia nayo inachangia, pamoja na sodium ambayo imekuwa kwenye seli bila kutolewa. Kwa ajili sodium ikiwa haitoki, iko ndani ya cell, imebakia tu haitoki, pia nayo ni tatizo ambalo linapelekea BP ya mtu kuwa juu. Kwa hiyo kuna chakula kimoja ama kiungo kimoja ukitumia kila siku kiasi fulani tu, unaweza ukaweka level yako ya BP kuwa vizuri kabisa na ukakaa vema tu bila shida yoyote. Kusudi hiki kiungo ama hiki chakula kinasaidia kwenda kuwa blocker ama channel blocker katika calcium, yani calcium channel blocker. Pia inasaidia hizi prostaglandin pia kutofanya kazi kwa uwezo wake ule ambao ule kithiri wa kwenda kufanya mishipa damu ipate kuwa membamba, yani arterial stiffness, ambayo inaletwa na hii prostaglandin. Pia inasaidia pia sodium kutokuwa stability, yani kutokuwa imebakia pale pale katika cells, bali inasaidia pia na uwezo wa renal blood flow, yani pia inasaidia na mishipa ya damu ambayo ipo katika figo pia nayo kufikiwa na damu vyema, na mtu kuweza kukojoa zile sodium, yani ile chumvi ambayo imo kwenye cell, kwenda kuikojoa ili isibakie pia ikaleta tatizo la BP ya juu, hata inaweza pia kwenda kuleta matatizo ya figo. Kwa hiyo tatizo la damu pia kuwa nzito, wanasema pia blood thickness pia ni moja ya vitu ambavyo nilivyovisema hapa. Damu kuwa nzito, na mtu anapokuwa mtu mzima kila wakati damu yake inakuwa nzito, na pia mishipa damu inakuwa membamba, yani arterial stiffness, na pia inapelekea kuwa na arterial calcification, ambayo pia nimesema kuna kitu ambacho ukitumia inakwenda kublock ile calcium isitoke kwa wingi na kwenda kuleta hii arterial calcification. Hizi zote zinakuja kwa ajili ya age. Mtu anapokuwa mtu mzima anapooza anakosa, lakini si tu age, ni tuseme kama asa hizi watu tumekuwa hatuzingatii afya zetu, hatuli vitu ambavyo vinasaidia, na pia tunakula vitu ambavyo vinaleta wanasema inflammations, ambazo pia zinakuza haya matatizo. Kwa hiyo hapa nitakushauri tumia tangawizi mbichi kiasi cha kijiko cha chai nusu ama robo kwenye maji, pika hii chai yako kunywa. Ukikosa tangawizi mbichi, kusudi tangawizi mbichi ni muhimu zaidi, kusudi ina ginger ambayo iko hai zaidi, ukitumia hii ni bora zaidi. Lakini pia ukikosa tangawizi mbichi ni muhimu, lakini ukikosa tangawizi mbichi, tafuta pia tangawizi ya poda, unatumia kiasi hicho hicho unakunywa. Ama pia ukikosa pia tangawizi ambayo tayari iko, basi tafuta supplements za tangawizi, pia ni nzuri. Hii ama hiki chakula hakika kitakusaidia sana endapo utadumu nacho katika maisha yako yote. Utaona tena shida ya kuwa na sijui BP iko juu, sijui nini.